Hii ni story time kutokea Soka la Bongo. Story leo bwana, nataka kupa kuhusiana na mwanamdada mmoja ambaye yeye ni mwanamitindo, alitamani sana kuwa mwanamitindo wa tofauti duniani. Story inaanzia hapa. Mwanadada mmoja anayefahamika kwa jina la Jacqueline alikuwa siku moja akiwa amekaa tu kikawaida, alikuwa anawaza vitu ambavyo si vya kawaida. Jacqueline ni mtu ambaye alisoma chuo kikuu masuala ya fashion na style, yani kushona, bali na ubunifu ndani yake. Kichwa chake kilikuwa si kichwa cha kawaida, yani kilikuwa kichwa kama kiwanda, yani alikuwa anafikiria vitu vikubwa zaidi. Kila siku alikuwa anajaribu kujiuliza nini kipi ambacho bado hakijawahi kufanywa, yani kugundulika duniani. Tatizo lilikuwa moja tu. Kila alipotazama mitandaoni au kwenye maonyesho, aliona kila aina nguo imewahi kubuniwa: nguo za plastiki, nguo za karatasi, hata nguo za chupa. Kichwa kikaanza kumuuma mara kwa mara. Alihisi kama dunia imeishiwa kila kitu katika upande wa ubunifu wa fashion. Siku moja akiwa nyumbani, akiwa amekaa kimya na tafakari, macho yake yakakutana na mabati chakavu yaliyokuwa pembeni ya nyumba yao. Ilikuwa ni sehemu ambayo imejaa mabati chakavu na yenye kutu. Ghafla tu akapata wazo la ajabu sana. Akaguna, akasema moyoni, kama watu wanavaa plastiki na karatasi, kwa nini nisiunde nguo ya mabati? Mwanzoni hata yeye alistuka na wazo lake, lakini kadri alivyozidi kulifikiria ndivyo alivyozidi kulipenda na kulivutia zaidi. Aliona hapo ndipo litakuwa sehemu yake ya pekee ya wazo lake kubwa kuwa mbunifu duniani. Bahati nzuri, kulikuwa na mashindano makubwa ya wabunifu hizi duniani. Sharti lilikuwa moja tu: ubuni kitu ambacho hakijawahi kubuniwa duniani. Jacqueline akaingia kazini sasa. Akakata mabati, akayapinda, akayafinyanga, akayanyoosha kwa ubunifu wa kipekee. Aliunda suruali na shati la mabati. Ilikuwa kazi ngumu sana. Mara kadhaa alichanika mikono, mabasi yalikuwa makali, alipata majeraha madogo madogo, lakini hakujali. Aliona maumivu ni sehemu yake ya mafanikio yake. Siku moja mashindano yalipofika, aliamka alfajiri, akaweka nguo zake za mabati kwenye begi, akavaa kwa umakini. Kila hatua aliyopiga kuelekea jukwaani alitoa sauti ndogo ndogo, taka ka ka. Watu wakageuka kumtazama. Alivyopita tu, umati ulipigwa na butwaa. Wengine walipiga makofi, wengine walishangaa, wengine hawakuamini macho yao. Lakini jambo moja lilikuwa wazi: Jacqueline alikuwa wa tofauti kabisa. Mwisho wa siku majaji wakatangaza mshindi, na jina lilotajwa lilikuwa ni jina la Jacqueline. Akashinda bwana, akashinda taji la mwanamitindo mbunifu wa mwaka, akachukua kitita cha shilingi milioni 700. Ndoto yake katimia. Lakini ushindi wake ulikuwa wa gharama sana. Yale majeraha madogo madogo yaliyoyapata wakati akishona mabati yalianza kumsumbua sana. Alipata maambukizi makali sana ya tetenasi. Alilazimika kutumia pesa nyingi kwa kutibu majeraha hayo. Safari yake ya hospitali ikawa ndefu sana na yenye maumivu makali. Hapo ndipo alipojiuliza, je, ubunifu wangu umenipa mafanikio au umeniletea maumivu? Hilo ni swali ambalo amejiuliza Jacqueline baada tu ya kubuni nguo ya mabati. Tunaendelea. Alitumia pesa nyingi zaidi kwa matibabu kuliko hata zile ambazo alishinda. Kampuni kadhaa zilijitolea kumsaidia kwa gharama zozote zile ambazo alizokuwa akitumia hapa hospitalini kipindi akiwa anaumwa na kuuguza majeraha yake. Lakini Jacqueline hakuwa mtu wa kukata tamaa. Polepole afya yake ikaanza kuimarika. Madaktari walimwambia, hali yako inazidi kuwa nzuri, japokuwa alihitaji uangalizi mkubwa sana. Jacqueline akaendelea kupambana. Mwisho wa siku akapona, lakini pia aliacha ujumbe akasema, amini unachokiamini, kwa kina faida na hasara yake. Nimeweza kupata historia kubwa kwenye maisha yangu, kwa maana ya kwamba nimekuwa mwanamitindo mbunifu mwaka mzima. Hakuwahi kutokea, lakini nimepata majeraha makubwa sana ya kuuguza kidonda changu. Jifunze kupitia hii. Nakukumbusha tu, hii ni Soka la Bongo.